Hello everyone, this is presenter Jackie from Tubonge na Tosh Production. Leo tuko hapa na msanii hatari. Msanii anayesikika both local, international. So before tuende mbali, acha nimpe introduce. Yes, ladies and gentlemen, this is Lamos for real. Gospel artist. Umesahau kusema gospel artist I'm a gospel artist, God fearing man. And namshukuru Mungu kwa mbali ambao tumefika. Yeah. Okay, eleza watazamaji Lamos ni nani? Lamos for real, kama vile nimesema hapo mwanzo, ni kijana ambaye anachapa gospel music, na ni kijana tu amezaliwa hapa Narok. Nimekulia hapa, nimesomea hapa. Then high school ndo kidogo nilitoka nje ya Narok, but all in all nashukuru Mungu kwa mbali ambao nimefika. That is Lamos for real. Ulianza sana lini? Naweza nikasema ni kitu ambao nimezaliwa nayo, but ile tema ambao niligundua ni last year, not last year but 2023. That is the time nilijuanga 2023 December ndo nilifanya product, yani ngoma yangu ya kwanza. But there before nilikuwa naimbanga hata naimba church praise and worship. Yeah, nimeanza hiyo ni kitu ambayo ilikuaga, but kwanza kurecord nyimbo nimeanza 2023. Okay. Mbona uimbaji? Kwa sababu uimbaji ndio kitu ambacho nilijua ama niligundua Mungu ameweka ndani yangu. Unaona kuna vile watu wanakuwa wamebarikiwa, wengine wanaweza wakacheza ball, wengine wanaweza wakakimbia. Sasa mimi vile nilijaribu kuangalia labda kama kuna kitu kama hiyo, nikakosa, but nikapata naweza nikaimba. So hiyo ni uimbaji kwa sababu Mungu huyo ndiye alikuwa ameweka ndani yangu. Yeah. Changamoto unazokumbana nazo ni kama zipi? Changamoto nyingi, kwa sababu wakati ambapo ni msanii mdogo kama mimi ndo najianzisha sasa katika, yani naanza katika game, inakuwa ngumu kwangu kuanza kwa sababu ya resources. Unaona sometimes muziki nataka pesa, muziki nataka ndo uende uko studio kurekodi ngoma, hiyo ni pesa unatumia. Unaona ndo uende kushoot ngoma, hiyo ni bado ni pesa inatakikana. So changamoto naweza nikasema ni upande wa fedha kidogo, na changamoto zingine ni kama vile labda ukienda yani haupati platform ya kuinua muziki wako. Unaona, so kama vile kwanza tuseme, acha niongelee gospel sana, jumini wa gospel vile kuna secular music. Unajua secular kuna pale pia unaweza kujiestablishia. Unaona pale kama kwa club unaweza ukapeleka music yako na ikuwe inachezwa kwa kila siku, but church sasa lazima, kama tuseme kama mimi niko chini ya for example ama not for example but reality, mimi niko KAG. Unaona, niseme vile mimi niko KAG, unaona siwezi nikapewa nini kuperform peke yangu kila siku, then wale watu ambao nitakuwa naimbia ni hao tu watu same. Unaona, sasa sipati platform ya kuuza muziki wangu huku nje. Unaona, sasa hizo ndio changamoto sana tunapitia. Ni mtazamo upi unapatia muziki wa Kenya, haswa nyimbo za kiinjili, wewe kama msanii wa nyimbo za injili? Hiyo swali si rahisi vile unafikiria. Anyway, muziki wa gospel Kenya, naweza nikasema muziki huko, na ni muziki ambao unafaa kuinua vijana, lakini hasa because of hakuna platforms za kuinua. Mimi sioni kama hiyo muziki unaweza kufika mbali kama tutakosa hizo platforms za kufanya nini, za kutusaidia to grow. Kama vile kulikuwa na Groove Awards, unaona hizo vitu zilikuwa zinasaidiaga muziki wa Kenya unasikika mbali. Lakini sasa hii imagine mimi peke yangu unangangana, labda niweke show mimi mwenyewe, ama labda nitafute watangazaji wakuje kunihoji na nijulikane. So gospel kutoka Kenya labda tu neema ya Mungu peke yake. Alafu ulikuwa na kundi lilikuwa linaitwa Giants of Faith. Yeah, ilienda aje? Giants of Faith ni group ambayo tulipatana wasi watatu, wasi ambao ni God fearing sana, and bado tuko pamoja, hatujaachana, tunachapa tu kazi. Ni vile challenges tu za life, unaona kidogo zinatuseparate juu lazima tukue na pesa ndio tuchape muziki vile inafaa. Na ukijaribu kuangalia uchumi wetu sasa hivi pesa hakuna, so tunatafuta ndo turudi sasa kama Giants of Faith, bado tuko pamoja. Yeah. Tuseme penye tumefika sasa tuko na around 8 songs,
tumeshachapa video ngoma 3 ambazo ni hatari sana. Ukiingia YouTube wewe mwenyewe utajionea. Moja inajiita Kwa Neema, nyingine inajiita Niepushe, nyingine inajiita Ni Wewe. Hizi ngoma 3 ziko YouTube. Ukienda pale, ukienda kusearch Giants of Faith, unazipata hizo ngoma na zinakubariki. Hizo zingine za zimebaki bado tunazifanyia marekebisho, but tumesha record. Okay. Yeah. Unapania kwa wapi siku za usoni ama matarajio yako ni yapi? Kiukweli itakuwa mbali around, watu ukinipia around 3 years. Itakuwa somewhere ambapo ngoma zitakuwa zinasikika labda Kenya, zitakuwa zinasikika na manchi jirani. Only 2 years. Yeah, because of the ile mpango ambao tuko nao kama Giants of Faith. Sasa siongelee mimi kama Lamos for real. Juu sasa hivi sasa mimi nina work na kikundi. Kwa ile mipango ambayo tuko nayo, in 2 years time tutakuwa international. Yeah. Swala la depression limekuwa donda sugu katika jamii. Mtazamo wako ni upi na ni ushauri gani ungependa kuwapa watazamaji hususan kuhusiana na swala la depression? Depression nayo kuseme siwezi nikakataa, na ni donda, si uongo, kwa sababu unapata kama kijana unaamka asubuhi, unaenda kutafuta wera, unakosa, ukirudi home unafaa kulipa rent, unafaa kula, wewe mwenyewe unafaa kuvaa, but unakosa, utakuwa depressed, si ndio? So mimi, kulingana na mimi, mtazamo wangu ni kipi ambacho kinafaa kufanyika ni at least kama serikali labda inaweza kaanzisha hata kama ni kazi mitaani, ama iweke viwanda. Kwanza tuseme kama hii Narok yetu hapa, unaona kuna ng'ombe, wafungue tu factory, ama sijui kama ni factory ama nini, ama ni industry, sijui niseme nini, but ya ng'ombe. Unaona vitu ambazo zinahusika na ng'ombe, kama hiyo kuuza nyama, vijana wapewe manduthi, wanasafirisha kwa butcheries. Unaona wa create at least employment kwa vijana. Alafu vitu zingine, vitu kama hizo vitu sana ndio zinafanya hata vijana wanakunywa wanavuta madawa za kulevya, unaona, ama wanatumia madawa za kulevya. So mimi mtazamo wangu ni at least hata kama ni kijana, ona kenye unaweza kufanya. Chukua ndoo, uza watermelons. Kuna watu wanauza watermelon na wanapata pesa. Unaona? Kuna mtu anaendea kichwa slaughter. Anaenda na chemsha, anaanza kuuza supu. Hata hii kijana usikae tu ngojiage msia create opportunity ya job. Wewe mwenyewe angalia kenye unaweza kufanya. Yeah. At least tujitume, tufanye kazi. Tuache kukaa tukingojea wasi watu employ. Hata wewe utakuwa boss wako lini kama utafikiria. Yeah. Okay. Tunaona pia uko na biashara hapa. Hebu tueleze mengi kuihusu. Nashukuru Mungu kwanza, hiyo ni kitu ambacho tuseme kwanza najivunia saizi, kwa sababu mimi nimefanya kazi kadhaa, unaona, ndio nifike kwa hiyo biashara ambayo mmeiona. Mimi nimeuza mayai, unaona, hii mayai na smoky na kukatakata kachumbari, kitunguu inanitoa machozi, nimeuza. Alafu nimeuza viazi, unaona, nimekuwa kwa hoteli, nimeuza maji, mpaka finally Mungu akanipea hasa kazi ambayo naweza nikaita ni yangu sasa permanent, sasa ambayo ni ya kuuza viatu. Namshukuru kwa sababu mimi nilikuwa naona kama nikikaa kuna mtu mwingine anaweza nisaidia. So ni idea tu ambayo nilikaa tu nikajifikiria mimi mwenyewe, nikasema badala tu nikae nikiomba wasee, nifanya nini? Nijitume. Yeah. Tukimalizia, ueleze watazamaji watakupata wapi kwa mtandao wa kijamii na pia wale ambao wanataka kukusupport. Mimi niko Facebook kama Lamek Mose, alafu TikTok Lamos for real, Instagram Lamos for real, YouTube niko na YouTube account YouTube channel yangu kama Lamos for real. But mkitaka kusikiza zile nyimbo ambazo zinatubariki ama zile yani mkitaka kusikia ile kitu ambayo tunafanya kama team, ukitafuta Giants of Faith utatupata hapo ndani. Yeah. Okay. Ningependa utumbuize watazamaji na chorus moja. Yaani unajua sasa napendaga nyimbo zetu karibu zote, na hadi nashindwa niimbe gani ama niimbe zote chorus peke yake. Kuna wimbo napendaga ambao napendaga nyimbo zote, but hii mimi nakwage imeniweza sana. Nitagwa Kwa Neema. Na hiyo wimbo wakati ambapo tuliimba hiyo wimbo
nilikuwa down sana, but Mungu akanipea nguvu. Na chorus inaenda hivi: chochote nataka unanifanyia, haya yote ni kwa neema. Haya yote ni kwa neema. Ai, asante, najua pole, acha niimbe basi yangu jioni ya wenyewe. Kila mara ninakosa hata nikijua, ila bado nanirehemu, hata nipate majanga na yale ya kutisha, bado umeshika mkono wangu, uniachi nizame Mungu wangu. Naniepusha na nyingi changamoto. Ninakumbuka mateso nikiwa chini, ukanikwamua mimi, kwani kipi nilifanya zaidi ya wale, kanipendelea mimi. Hivi leo nimejua wewe ni Mungu, hivi leo nimeuona na upendo wako. Chochote nataka unanifanyia, haya yote ni kwa neema. Nimependa sauti yako, inaonekana wewe ni mwimbaji mzuri sana. Asante, nashukuru. Okay, tukimalizia kabisa, ushauri wako kwa vijana, the upcoming artist, wape ushauri? Kwanza nikianza kwa vijana bana, tujitume, tuache mchezo. Vijana tujitume, usichague kazi. Kazi ni kazi. Hakuna kazi ambayo inakuwaga na pesa mingi. Ni wewe ndo unafanyaga kazi kuwe na pesa mingi. Unanipata? Alafu kwa wale ambao ni upcoming artist, chenye tu naweza nikawaambia ni kwamba never give up. Unaweza ukatoa wimbo leo, utoe kesho kutwa, utoe miaka 3, usiwahi kata tamaa. Kuna siku moja tu ambayo Mungu ameiweka kwa ajili yako. Unaona? Hata si kwa gospel peke yake. Wasanii wote kuna siku tu Mungu amekutengea. Na hiyo siku ikifika, utafurahi, at least utakuwa unaona benefit ya kenye umekuwa ukifight for. Unaona? So tusiwahi give up na tumuaminie Mungu kila kitu. Tuachie Mungu. Sisi tukishafanya recording, tukishafanya shooting, umeka pale YouTube, mwachie Mungu hapo pale ingine. Unaona, kama amekupea uwezo wa kufanya hivyo vyote, mbona asikupea uwezo wa kumalizia? Ako na nguvu. Tuaminie Mungu na tuache, by the way, kwanza hata vijana wengi tuende kanisa. Tuachane usherati na hizi madawa. Haiwezi kusaidia mahali. Tukoke bwana, tupende Mungu. Na nawapenda sana. Okay guys, you have come to the end of our session. Make sure umefollow Lamos ama Giants of Faith. Lamos, Giants of Faith, both. Then unaweza pita hapa Nyawera Road. Ako na maviatu ngoringori. Make sure umepitia, umeangalia kadhaa. Tumsupport. Asante sana kwa ushirikiano wako. Thank you. Welcome.